Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Leo ningependa kuendelea kwa habari ya video iliyopita. Nawasalimu kwa jina la Bwana, nawasalimu kwa jina la Yesu, na natumaini wote mko poa. Sasa leo ningependa kuzungumza kwa habari ya video iliyopita. Video iliyopita nilizungumza kwa habari ya mfalme Ahabu, na nikazungumza kwa habari ya kwamba alijenga nyumba kwa ajili ya Baali, pia akajenga na madhabahu, na pia akajenga na Ashera. Sasa na pia nikazungumza kwa habari ya Baali. Madhabahu ya Baali ilikuwa na waganga 450 na madhabahu ya Ashera ilikuwa na waganga 400. Sasa leo tutaendelea kidogo kwa sababu kuna maswali ambayo nimekuwa nikisemeshwa niyazungumze, na leo nimeamua kuyazungumza. Na swali la kwanza linasema hivi: wakati Ahabu kwa sababu Mungu anaabudiwa, Mungu yoyote huwa anaabudiwa, shetani mwenyewe anapenda kufanyiwa ibada, kwa hiyo Mungu anaabudiwa. Wakati Baali alipokuwa anaenda kumfanyia Baali ibada, Mungu wake ibada, alikuwa anaenda kama Ahabu, au wakati Ahabu anaenda kumfanyia Baali Mungu wake ibada, alikuwa anaenda kumfanyia ibada kama Ahabu, au alikuwa anaenda kumfanyia ibada kama mfalme? Manake kama alikuwa anaenda kama Ahabu, manake alikuwa anaenda kama yeye binafsi na masuala yake binafsi na masuala ya kifamilia yake. Lakini kama alikuwa anaenda kama mfalme, manake pia alikuwa anamhusisha Mungu wake kwa habari ya masuala ya nchi yake. Swali la pili ni kwamba Ahabu kwenye kile kiti cha ufalme, kwenye kiti cha utawala aliwekwa na nani, na asili ya nguvu yake ilikuwa ni ipi? Biblia inazungumza kwa habari ya Mungu kuchagua watu watawala wa nchi. Biblia inazungumza kwa habari ya Mungu kumsemesha Samueli kwa habari ya kwenda kwenye nyumba ya Yese kumpaka mafuta Daudi ili aje kuwa mfalme wa Israeli. Sasa kama Mungu ana mfumo wake wa kuwaweka watawala katika dunia hii, swali la kujiuliza, je, Baali shetani ana mfumo upi ambao anautumia kuweka watawala katika dunia? Ndio maana hapa swali likaja kwamba, je, Ahabu kile kiti alipewa na nani, na asili ya nguvu ya kile kiti ilikuwa ni ipi? Biblia inazungumza kwenye Ufunuo 13 kwa habari ya mnyama joka kutoka kwenye bahari na kutoa kiti cha enzi na mamlaka na utawala, na ambao inazungumza kwa habari ya huo utawala alipewa utawala kwa miaka kadhaa. Manake utawala, shetani anapotoa utawala wake unakuwa una ukomo fulani, na unakuwa, Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo 13 kuna ile joka alikuwa na majeraha ya mauti. Sasa swali linakuja, na unajua nilitoa mfano kwamba kampuni yoyote inakuwa ina shareholders. Shareholders ndio watu ambao walitoa pesa kama mtaji wa ile kampuni, na yule CEO wa kampuni, mkurugenzi wa kampuni, yule mkurugenzi wa kampuni anatimiza matakwa ya shareholders.
Yule ni msimamizi wa matakwa ya shareholders. Sasa tuje kwa Ahabu. Ahabu alikuwa ni mfalme, lakini nyuma yake kulikuwa kuna Mungu, kulikuwa kuna Baali, kulikuwa kuna Baali ambaye ni shetani mwenyewe. Sasa kama kwa kuna shetani nyuma yake, manake Ahabu pale alikuwa kama picha tu, lakini ajenda ambazo zilikuwa zinapitishwa zilikuwa zinatoka moja kwa moja katika ile madhabahu. Na je, ni mikataba gani ambayo ilikuwa inasimama? Ni magano gani ambayo Ahabu alienda kuifunga ile nchi katika kwa Baali? Je, ni demands zipi? Kwa sababu kila madhabahu inakuwa ina ajenda zake. Mungu anakuwa na ajenda zake na shetani na ajenda zake. Sasa shetani alikuwa na ajenda gani kwa lile taifa? Na zile ajenda zinapitishwa kupitia ufalme. Ndio maana Ahabu alifanya vita sana na manabii wa Mungu, kwa sababu asili ya nguvu zake haikutokana na Mungu, na haiwezi katika nchi kukawa kuna madhabahu ya shetani na madhabahu ya Mungu na zote zinaabudiwa. Hicho kitu hakiwezekaniki. Lazima moja, madhabahu lazima zipambane, madhabahu lazima zipigane, madhabahu lazima shindane, ipatikane moja ambayo hiyo ndio itatawala. Na ndio maana Ahabu alifanya vita na manabii wa Mungu. Ahabu alifanya vita na manabii wa Mungu. Ahabu aliwaua manabii wa Mungu. Alifanya vita na kanisa. Alifanya vita kwa sababu gani? Kwa sababu kiti, asili ya nguvu zake zinapotokea, kwa sababu ya asili ya nguvu zake, kwa sababu ya Mungu ambaye alimchagua kumwabudu, kwa sababu ya ajenda ambazo alikuwa anapewa kutoka kwa yule Mungu. Kitu kingine swali linakuja. Biblia inazungumza mara kadhaa kwamba wafalme wakiwa wanapata matatizo yoyote, aidha wakiota ndoto au wakipata changamoto yoyote, hatua ya kwanza wanayofanya wanawaita waganga. Hata Nebukadreza na Farao, wafalme wengi, hata huyu Ahabu, wafalme wengi, Biblia inazungumza inapotokea swala la lolote katika nchi, walikuwa wanaenda kwa miungu yao kupata majibu ya maswali. Maana yake, na hiyo miungu ilikuwa ikishindwa, ndio wanakuja kumtafuta, wanakuja ni kuangalia kuna nabii gani ambaye ni wa Mungu wa mbinguni. Kwa wanamwita huyo nabii, ndio wanaangalia kama wanaweza wakapata pia suluhisho la hayo matatizo yao. Swali linakuja, katika ufalme wa Ahabu, asili ya nguvu yake ni ipi? Kiti chake kapewa na nani? Utawala wake kapewa na nani? Mamlaka yake imetoka wapi? Na katika utawala aliopewa, amepewa ajenda gani azisimamie zitimie? Hili ni swali gumu sana.